Kristo, tawala Bwana, tawala Bwana. Tawala Mwana wa Maria, tawala Bwana, tawala Bwana. Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana. Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana. Tawala Bwana, tawala Bwana, tawala
na familia ya Mungu, leo tunamaliza mwaka C rasmi, Dominika ya 34 ya mwaka C wa kanisa. Ni sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Maua kwake. Ili kuinogesha sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme, pia leo tunaadhimisha sikukuu ya dekania kwa ajili ya vijana wetu wapya 10 wanachama wa Moyo Mtakatifu wa Yesu ambao leo ndio wanawali wetu. Maua kwao. Watu walisimama wakitazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo mwana wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyo ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tulivyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ndugu zangu wapendwa, kama tukikosa kuelewa chochote katika maisha yetu ya Ukristo, kama Biblia ikiwa ngumu na mafundisho yote yakiwa magumu, tubaki na hii sentensi moja tu. Yesu, unikumbuke unapoingia katika ufalme wako. Tuseme kila mmoja. Yesu, unikumbuke unapoingia katika ufalme wako. Ndugu zangu wapendwa, hii ni sentensi muhimu sana. Na ni sentensi ya mwisho kabisa ya huyu aliyekuwa akisulubiwa kwa ajili ya makosa mengi, na ndiyo sentensi iliyomkomboa katika maisha yake. Nasi tumuombe Mwenyezi Mungu atukumbushe tunapokuwa katika mahangaiko ya kifo. Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Wapendwa ndugu zangu, hii sentensi inadhihirisha kwamba Yesu ni mfalme. Na dhihirisho hilo limetoka kwa huyu mnyang'anyi aliyesulubiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye akatoa ushuhuda kwamba Yesu Kristo ni mfalme, na ufalme wake sio wa hapa. Ufalme wake ule unaokuja, ndio maana anaombwa akumbukwe katika ule ufalme. Ufalme wa Yesu Kristo ulipingwa vikali sana na Wayahudi na wakamdhihaki. Lakini tunaona kabisa ufalme wa Yesu Kristo pia unathibitishwa na Herode mwenyewe aliyeandika anwani, sababu mtu akiwa anakufa basi lazima aandikiwe hati ya mashtaka yake, ni nini kilichomuua huyo mtu. Lakini habari juu ya ufalme tumeisikia mara zote katika maandiko matakatifu. Hata kabla ya Injili kujidhihirisha wazi, tukisoma tangu Agano la Kale zinazungumzia habari za ufalme. Mfalme ni mtawala anayewaongoza watu waelekeza kwa Mungu. Hivyo tangu mwanzoni Mwenyezi Mungu alivyotengeneza taifa lake, aliweza kuwekea
kwanza waamuzi, baadaye akaanza kuwekea wafalme. Na katika kuwekea wafalme, mfalme ambaye ni maarufu tunamsikia habari zake ndiye mfalme Daudi. Mfalme Daudi, ukitaka kujua habari zake zote, upate muda usome vitabu vya Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Utapata historia yake yote. Huyu Daudi alikuwa ni mtu wa namna gani? Mbona anatajwa sana kuliko wafalme wengine? Utaweza kumtambua Daudi ni nani. Ana historia zake nyingi sana, na tunaona kabisa historia yake ya kwanza ambayo ni kubwa, labda tunaweza kuikumbuka, ni kwamba Daudi aliweza kumuua Goliati, kwamba watu wanamwendea Daudi wanataka awe mfalme. Na hii falme tunajua ni kabila za Israeli, watoto wa Yakobo 12 ndio walikuwa wamekalia Israeli, kila mmoja na eneo lake. Lakini huu ufalme tunaona kabisa ulikuwa umekuja kugawanyika, ukawa ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kusini ulikuwa ufalme wa Yuda, Uyahudi kusini kwa Israeli, na kaskazini basi ilikuwa yale makabila mengine ambayo ya wana wa Israeli 11 na huko Yuda. Kwa hiyo waligawanyika. Baada ya kuona wamegawanyika, wakasema huyu Yuda ambaye Daudi ndiye alikuwa anatawala kipindi kile, ufalme wa Yuda, wakaona unasitawi na unaenda vizuri sana, na Daudi aliweza kuwatawala hawa watu kwa haki. Ndipo wazee wakakusanyika, wakamwendea Bwana, tunaomba ututawale na sisi, Israeli yote hii iwe chini yako. Wakaenda kumuomba kwamba ututawale, utuongoze, kwa sababu kule mambo yetu hayaeleweki, tunapishana sana. Wakaenda kumuomba kwa unyenyekevu. Ndipo tunaona kwamba Daudi alipokubali, ameweza kuunganisha makabila yote ya Israeli. Kwa hiyo akawa mfalme. Kwanza alikuwa mfalme wa Yuda ambako ni kusini, lakini baadaye alipoombwa ndipo akaweza kuunganisha makabila yote ya Yakobo na kuwa mfalme mmoja.